Ndugu washiriki, dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura, kuhesabu kura, ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni dhamana kubwa na nyeti na ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo ni mategemeo kwa kuzingatia sheria, kanuni, maelekezo tutakayopewa kwa kadiri ya majukumu yetu. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo kwa makarani waongozaji wa kupiga kura, ambapo tutakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli ya uchaguzi ipasavyo katika kituo chetu. Mafunzo haya ya makarani yanaongozwa na makarani 630 yatakayofanyika katika kata 28 za jimbo letu. Nimearifiwa kwamba juma mara 2 litawasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine mtapewa fursa ya kubadilishana uzoefu au mawazo kwa kadiri ratiba itakayokuwa imeelekezwa. Ndugu washiriki wa mafunzo, mambo yafuatayo ni muhimu mkazingatia katika utendaji wenu. Moja, wote tunafahamu kwamba uchaguzi ni mchakato unaohuisha hatua taratibu mbalimbali katika katiba, kisheria, ambazo tunapaswa kufuatwa kwa kuzingatia ngazi ya kituo. Kutakuwa na mchakato wa kupiga kura, kuhesabu kura na hatimaye kutoa matokeo ya kiti cha rais, ubunge, udiwani kama ilivyokuwa ada. Hatua na taratibu ndizo msingi wa uchaguzi huru na haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu katika wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yetu nao mmeshiriki katika chaguzi mbalimbali, katika uendeshaji wa chaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu na miongozo ambayo ipo, na kwenye maboresho yetu nimeelezwa kwamba zipo taratibu hizo. Ndugu washiriki, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, someni kwa makini katiba na sheria, kanuni na miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa au yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili kupata kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kurahisisha katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Wako maafisa wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata, wako maafisa wasimamizi ngazi ya jimbo. Kama kuna jambo lolote ambalo utapata na udonalo, basi usisite kuwauliza na usifanye kitu ambacho kitaenda kinyume na sheria na taratibu. Ndii, mtahidi na mjiepushe kuwa vyama vya malalamiko kutoka kwenye vyama vya siasa kwa kushikana na vyama vya mahakama. Vyama vya siasa watakuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria, na niye makarani ndio tutafanya kazi moja kwa moja na wakala wa vyama vya siasa. Nyie ndio mtakuwa watu wa kwanza wa kuwapokea wapiga kura. Kwa hiyo nyie kama mtakuwa na jambo ambalo haliko sawa kwenu, ndio mwanzo wa vurugu kwenye vituo vya kupigia kura. Lakini tatu, fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo vinavyopangiwa. Nyie makarani mtapokwenda kwenye vituo vyenu ambavyo wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata watawaeleza, mtakutana na watu wengine kule. Mtakutana na msimamizi wa kituo, msimamizi namba 1 msaidizi na msimamizi namba 2 msaidizi. Kwa hiyo timu mtakutana kule kwa mnafanya kazi kama timu na sio kama wewe peke yako.
Hakikisheni vifaa vya uchaguzi vitakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda kwenye vituo vyenu. Kwa hiyo siku ya tarehe 28 mtakapokwenda kwenye vituo vyenu, ni vyema kujiridhisha vituo vifaa vyote ambavyo mtatoka kufanyia kazi basi vipo kwenye orodha ile, na usiende kwenye kituo kabla hujawa na vifaa hivyo na teknolojia. Lakini tano, hakikisheni mnafika mapema ipasavyo katika kituo mtakachopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upigaji wa kura. Vituo kabla ya muda wa upigaji wa kura, yaani saa 1 kwa maana ya kufungua, lakini mnatakiwa kabla ya muda wa upigaji kura kufika saa 1 kama asubuhi, na vituo vya uraiani na saa 2 na vituo vile vya magereza. Ndugu zangu, kula vituo vinafunguliwa saa 1. Leo watu hapa tulisema saa 1, lakini wamefika zaidi ya saa 1. Leo inawezekana kama ni siku ambayo kwa sababu ya mafunzo, lakini siku ile ya kupiga kura yenyewe huwezi kufika zaidi. Kwa hiyo ninasisitiza watu wote watafika kwenye vituo vyao saa 12:30 huo umeshatoka kituo chao. Kama utakuwa huna sababu yoyote, basi wewe unaweza kwenda kabla hapo kituo chako kusubiri. Unaweza ukafika barabarani ukapata jambo ambalo litakusababishia wewe kuchelewa kwenye kituo chako. Sasa ukiamini kwamba wewe umefanya makusudi ili uharibu zoezi la uchaguzi. Kwa hiyo tusifanye hivyo, tuwaje vituo vyetu kwa mujibu wa sheria. Lakini ukiwa na tatizo, basi ndio watendaji tutakutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni tunazingatia uadilifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum. Ninaamini wakufunzi watawaeleza wapiga kura wenye mahitaji maalum ni akina nani. Hivyo wewe kama karani utatoa kipaumbele kwa hao watu. Lakini pia mtatakiwa kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza au mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri unahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Lakini pia kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha, ukamilifu, kuhakikisha tunaweka fomu za vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelezo ya watendaji wa vituo.